tunafarijika tu. Tupende na kuielewa kweli, tuuelewe ukweli. Bwana Yesu alipokuwa akianza kusema ukweli wa Mungu, hata wanafunzi walikuwa wanaanza kutawanyika, wanaona ile haiwezekani, wanamwacha. Wapendwa, tuwe uvumilivu kwa yote, tujifunze kumjua Mungu katika kweli yake, tufarijiane katika safari yetu ya kwenda na tukumbushane. Hili ni wajibu wetu. Ndio maana nimepata msukumo kuja kuwakumbusha kwamba kama tutaendelea kutumia kipa imara chetu bila kuwa na nguvu za rohoni, mwenzetu alikuwa na nguvu za uchungu, wapendwa, mtakamatwa, tutakamatwa na polisi. Tukiulizwa tunatoa cheti cha kipa imara, tutakamatwa na polisi. Tunatakiwa tukifiche kwanza, twende tukatafute nguvu za roho ili tuweze kuuteka Ukristo wetu. Mwenzetu alitafuta nguvu za uchungu, akaweza kununua lile shamba, ndani ndio kuna hazina. Sisi tukiuteka Ukristo, ndani ndio kuna ufalme wa Mungu. Sasa tunautekaje Ukristo? Biblia inasemaje? Maana hapa tunakumbushana na kufundishana. Biblia inasemaje kuhusu kuteka ufalme wa Mungu? Wapendwa, chakula cha kuteka ufalme wa Mungu alikiandaa vizuri sana Petro wa pili. Tusome Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 5. Akauza basikeli kama alikuwa nayo na vingine, ili apate nguvu za kuchumu aweze kulinunua shamba. Sisi tunatakiwa kupata nguvu za roho kinamna gani? Ndio Petro alituonyesha. Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 5. Aliyeona asome. Na kwa maana sababu hiyo mjitahidi sana kwa upande wenu, katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa. Yaani hapo sasa, hiyo ndio sasa tumenye neno la Mungu. Wapendwa, linakuwa kwenye kibebeo. Ni lazima uwe na uwezo wa kumenya ili ule kiini cha ndani. Tuanze kumenya sasa. Anasema pale, kwa sababu hiyo mjitahidi sana kwa upande wenu. Kumbe kuna upande wa Mungu na kuna upande wetu sisi. Tujitahidi sana. Hapa ana maana ni muda. Huwezi kujitahidi bila muda. Hii ni siri. Unapotaka kupata nguvu za rohoni, hii ndio siri. Huwezi ukajitahidi bila kuwa na muda. Ni wakumbushe wapendwa, kwa wiki tuna masaa 168. Mungu umemtengea masaa ngapi? Kwa sababu tunapokuja kama hivi kwenye ushirika hivi ni jambo jema sana, maana hapa tunakuja kufundishana, kukumbushana na kuambukizana imani, jambo kubwa sana. Lakini unaporudi nyumbani, faragha, nenda ukakutane na Bwana Yesu, na usiende tu kwenda kuomba na kulia. Nenda ukatafute siri zake, nenda ukatafute ahadi zake, nenda ukatafute jinsi ya kufikia zile ahadi. Ina maana ili uwe na nguvu za roho. Wenzetu waliweza baba, sisi ni muda ya imani. Yaani imani hiyo ya kwako ijae matendo ya imani. Bwana Yesu, tukianzia kwa Paulo alisema hivi, hakuna mwenye mwili atakaye urithi ufalme wa mbinguni kwa matendo ya sheria. Kumbuka hapo kasema matendo ya sheria. Lakini Bwana Yesu alituletea matendo ya imani tuyafanye. Yaani kama tukuyafanya, amesemaje Yesu mwenyewe? Tusome. Hebu tusome Mathayo 7 mstari wa 24. Watu tunasema kwamba sisi ni wa neema tu. Hebu tusome hivi Bwana Yesu anasemaje kwenye Mathayo 7:24. Atafananishwa 26. Malizia.
Na kila asikiaye haya maneno yangu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Kumbe ni lazima maneno ya Bwana Yesu anayotuelekeza lazima tuyatende. Ukisema sisi hatutendi, unakwenda kinyume na Yesu mwenyewe. Kwa mfano leo ni siku njema sana. Leo kuna ushirika mtakatifu. Hili ni agizo la Bwana Yesu. Tena alisema Bwana Yesu, maana nipekuepukwa nikatazama. Tena alisema fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hajasema fanyeni hivi muwe watakatifu. Amesema fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Sasa ili agizo wengine huwa tunakimbia. Nguvu unazitoa. Nguvu za kuteka ufalme unapata wapi? Kama agizo lake hili sipo, unalikimbia. Tunasubiri tuje kuwa watakatifu. Sijui hii. Ndio maana Paulo anasema tukomboe wakati. Ili tendo la nani? Ni tendo la imani kabisa. Tena Yesu anatuambia kwa upendo kabisa. Fanyeni hivi, mfanye hivi kwa kunikumbuka mimi. Halafu tunakimbia. Tunatarajia kwamba tutakuwa na nguvu za roho leo. Mimi nilikaa nikajaribu kumtazama Paulo, Petro mzuri. Nikasema huyu Petro alikula siku ile, alikuwepo wakati Bwana anagawa divai ile na ule kati, kwa kuwa ni damu na mwili wa Yesu. Alikuwepo, nikakuta alikuwepo Petro. Nikajiuliza kwa nini sasa baada ya siku kadhaa Bwana Yesu alipokamatwa, yeye akaenda kumkanda kule. Hii damu haikumfanya kuwa mkamilifu. Nikajifunza kwamba kumbe ukamilifu ni process. Yaani ni hatua. Alikuwa bado yuko kwenye hatua. Alikuwa bado ndio anapanda ngazi isiyoonekana. Kwa hiyo na sisi kilichomsaidia Petro, nikajifunza alikuwa na moyo wa toba wa ajabu sana. Nikasema itakuwa ni damu ya Yesu. Kumbe damu ya Yesu inakufanya kuwa na toba ya haraka katika moyo wako. Sasa mimi na wewe tunakimbiaje kula damu yake? Kunywa damu yake na kula mwili wake. Kumbe unalainisha moyo, unakuwa na toba ya haraka. Wewe unataka kuwa na moyo mgumu? Hili moja wapo. Tusipotenda, Yesu ametuambia, tutafananishwa na wapumbavu. Anaagiza sisi atufanye. Tunakuwa kama wapumbavu. Hili nalo ni sisi. Ili kupata nguvu za rohoni za kuweza kuteka ufalme wa Mungu ni pamoja na kuwa na imani iliyojaa matendo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Jingine limesemwa pale. Kwenye hiyo imani yenu wekeni na wema. Nimesema pale. Wema. Unaishi duniani umezungukwa na watu. Ni agizo hilo. Lazima uishi kwa wema. Uweze ukasema tu jamani, mimi wengine wote nagombana nao, mimi ni Mungu tu. Ujue wewe ni mnafiki, Mungu. Tuishi kwa wema. Tumepewa hapa. Ni agizo. Haya ndio yanatupa. La 4, kutafuta maarifa. Hebu nani? Hebu soma tena haka. Soma tena hii nani? Soma polepole kwa utulivu. Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 5. Soma vizuri. Naam, na kwa sababu hiyo mkajitahidi sana kwa upande wenu. Katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa. Maarifa ndio ya nini? Maarifa, wapendwa, imetajwa tangu kwenye Kumbukumbu 14:22, utakwenda ukasome mpaka 23. Ametaja kwa Warumi 1:28 na ametaja kwa Hosea. Maarifa ndiyo yanayokuchakata wewe. Maarifa maana yake ni elimu ya ufalme wa mbinguni. Hii tunayopeana sisi hapa ninapowapa yamo kwenye neno ndani. Ukifungua unapata maarifa ya mbinguni. Hayo ndio yanaweza kukuchakata wewe na kuanza kupanda ngazi isiyoonekana. Mungu litakuchakata wewe na kukubadilisha kutoka kwenye tamaa kubwa, inakuwekea kiasi ndani. Hujipi. Neno ndio limekuchakata kwa ndani. Linakuwekea kiasi. Endelea mzee, endelea. Ngazi, tunapanda ngazi. Endelea. Na
katika kiasi chenu saburi. Na katika kiasi, neno linavyozidi kukomaa na kulijua, inaingia saburi. Ngazi, unapanda ngazi. Endelea, inafanya nini nyingine? Katika saburi yenu utaua. Na katika saburi yenu ni utaua. Utaua maana yake ni utu mkamilifu. Hatuwezi kuwa kamilifu kama Mungu, unakuwa mtu mkamilifu. Maana yake utaua. Endelea tena, katika utaua nini tena, ngazi inayofuata tena? Na katika utaua wenu upendano wa ndugu. Upendano wa ndugu ndio unafuata. Kumbe wapendwa, sisi hatuna upendo. Kumbe upemalizia cha mwisho ni nini? Na katika upendano wa ndugu upendo. Yes. Upendo ni safari. Ni kama kwenda mbinguni. Upendo hauji mpaka umeanza kupanda ngazi. Hili litakuja kuwa somo lake jingine, Mungu akitujalia. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Wapendwa, somo hili likatubadilishe, tujue Mungu anapenda tumjue katika ufahamu. Anaona fahari kubwa unapomjua katika ufahamu, na ndipo tutakuwa na askari humu wa kutumwa. Unatumwa, hata kutumaje? Hujui kupiga kasia kwenda kuvua watu, hujui kutupa nyavu, anakutumaje? Wapendwa, anakutumaje kuwa askari? Hujui lugha ya kijeshi ya Yesu, hawezi kukutupa. Tunatakiwa tujifunze sasa, tutenge muda tunapoambiwa kwenda kujifunza neno. Wapendwa, tusiseme tumekwisha maliza. Kumbe cheti cha kipaimara kifiche kwanza, ukauteke ufalme wa Mungu kwanza. Vinginevyo unaweza kuwa umekaa sabuleni pale unatazama cheti chako cha kipaimara, kumbe ulishanyang'anywa, hakipo. Ulikutana na polisi wakakichukua, huko na kibali. Kwa hiyo wapendwa, tumjue Mungu katika fahamu zetu. Anahitaji sana kuliko hisia. Mungu muumba mbingu na nchi awabariki.